Ushuhuda wa Kabila na M23 ni suluhu la mzozo wa DRC au kivuli kipya cha vita vya muda mrefu. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, amekuwa nchini Goma, mashariki mwa nchi hiyo, eneo lililodhibitiwa na waasi wa M23. Hatua iliyoibua maswali kuhusu hatima ya suluhu ya muda mrefu ya mzozo unaoendelea nchini humo. Lakini je, ufaiba wake na M23 una maana gani? Na utaleta suluhu ya mzozo wa kivita DRC? Kujibu maswali haya ni vyema kumbuka chanzo cha mzozo unaoendelea hivi sasa nchini DRC, hususan eneo la mashariki mwa nchi. Ulifikaje hapa? Baada ya kusitisha harakati zake za miaka ya nyuma, mwishoni mwa mwaka 2021, M23 ilianza kuibuka tena na iliendelea kusonga mbele kimkakati na kupata kasi zaidi mwaka 2023 na 2024. Mapema mwaka huu, waasi wa M23 walisonga mbele na kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu, Goma na Bukavu. Takriban watu 8500 wameuawa tangu mapigano yalipoongezeka mwezi Januari, kulingana na serikali ya Kongo. Kulingana na UN, Wakongo milioni 5.6 ni wakimbizi wa ndani ya DRC na zaidi ya milioni 4 wanatoka katika majimbo ya mashariki ya Kivu Kusini, Kivu Kaskazini na Ituri. Je, Joseph Kabila anakuja kuongoza muungano wa AFC M23? Wale walio karibu na Joseph Kabila wanasisitiza kuwa rais huyo wa zamani wa Kongo hayuko Goma kuiongoza AFC M23. Hata hivyo, Kikaya bin Karubi, balozi na waziri wa zamani na mshirika wa karibu wa rais huyo wa zamani, anatoa maelezo ya kina kuhusu uhusiano wake na waasi. Kama Rais Kabila alivyosema katika hotuba yake, yuko tayari kufanya kazi na mtu yeyote anaipenda sana DRC, alisema Karubi akizungumza na Patient Ligodi wa Radio France Internationale au RFI, kitengo cha Afrika. Siku ya Jumatatu, vuguvugu la M23 lilisema limefurahishwa na kwamba Kabila 53 amewasili Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Na hii hapa ni ripoti toka Kakabenja TV, na kama ni mara ya kwanza kutembelea, basi usisahau kusubscribe YouTube channel yetu, follow us on Instagram, TikTok, X or Twitter, Kakabenja TV. KBTV Online, Baklasi.